Ngoja nizungumze kwa habari ya siri iliyojificha katika ndoto. Kuna ndoto za aina tatu: ndoto ya Mungu, ndoto ya shetani, ndoto ya kibinadamu. Ndoto ya kibinadamu ni ile ambayo uko mazingira fulani na watu fulani, au unafanya jambo fulani, alafu umelala usiku, unajikuta unarudi kwenye yale mazingira, alafu yale mazingira ni kama vile mlivyokuwa mchana. Ile ni ya kibinadamu, haina madhara kwako wala haihitaji kukusumbua maishani mwako. Namba 2, ndoto ya aina ya pili ni ndoto ya kishetani, ambayo unaota ni kana kwamba unafanya mapenzi na jini ama mchawi. Unaota ni kama unafukuzwa na watu, unaota kama nyoka na kukimbiza, unaota kama uko makaburini, uko baharini, uko msituni, unaota ni kama vile unakula vyakula, unaota ni kama vile wafu waliokufa ndugu zako wamekuja kana wewe. Sikiliza, hiyo ndoto ni ya shetani, hiyo ya shetani. Na kikubwa, ukishtuka unakuta jasho linatoka, hofu na moyo unagonga kwa spidi. Hiyo ni kukemea na kuikataa katika jina la Yesu, kwa sababu ni ndoto ya kipepo, ndoto ya shetani. Ndoto ya kimungu ni ile ambayo anasema malaika Gabriel akamtokea Yusufu, anamwambia usiogope kumuoa mke wako Mariamu, maana mimba aliyobeba ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Ilikuja sauti kwa upole, ina mtazamo wa baraka, ina mtazamo wa ndoto njema, mafanikio. Ndivyo ilivyo. Mwanadamu unaweza ukaota ni kana kwamba umefanikiwa, umepeleka dokumenti zako ofisini, alafu umepokelewa na umeanza kazi. Ile chukua hatua ya kwenda, kwa sababu Mungu ameshakupa taarifa kwamba utafanikiwa. Ndio unakuta ndoto nyingine kuja ni kama vile unahitaji mwenza wako, lakini amekuja kwa namna fulani, halafu mmekwenda naye, unajikuta mmefika mahali kwenye patano la maagano ya ndoa yenu, na mnaona harusi ni nzuri na picha yule mtu, alafu asubuhi yako unamuona mtu yule. Maanake chukua hatua, fuatilia na utashinda katika jina la Yesu. Nataka niseme kwamba, mpendwa mtazamaji wangu, habari ya siri iliyojificha katika ndoto. Ndoto ni taarifa ya mafanikio yako, ndoto ni taarifa aidha ya vita yako. Kwa hivyo usipuuze ndoto. Wakina Yusufu ni ndoto, tunaona walishinda vita na walifanikiwa katika ndoto hiyo. Nami nataka nikwambie, ukitaka kwa upana zaidi na kwa kina zaidi, Jumapili hii nitakuwa na vipindi vitatu tofauti. Nitazungumza namna ya ufahamu, ili mtu ajue ndoto ni sehemu muhimu sana kwenye maisha yake, lakini ujue kuipambanua, ya kipepo, ya kimungu na ya kibinadamu. Ujue kupambanua. Kuna watu wengi wanaota ndoto hawajui hata kutafsiri, matokeo yake wanaingia kwenye maangamizo kwa sababu ya kupuuza ndoto. Karibu sana Jumapili mjini Madaudi, nyumba ya maombi. Nitakuwa nazungumza na watu ambao wanasumbuliwa na namna ya tafsiri za ndoto, na Mungu akubariki sana. Shalom.